Kwa hiyo ni muhimu sana 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 kujifunza kutenga matumizi yako, na huwezi kutenga matumizi yako na familia yako ya kifedha ikiwa haujui bajeti ya maisha yako. Hasa kipindi kilichopita, wale ambao mnifuatilia mnaelewa, na kama ni mara ya kwanza unaweza kufuatilia kipindi kilichopita, utapata kwa undani sana. Na kama ni muhimu sana, kuna watu wanaishi maisha ya ajabu kiasi kwamba Mungu hawezi kukuamini, kukumilikisha mapato, kukumilikisha mali, kwa sababu unaishi haujui bajeti yako hata ya maisha, matumizi yako yakoje. Ndio maana akasema kuna tofauti kati ya kutumia fedha na kutenga fedha ya matumizi, kwa sababu kwenye kila fedha inayokuja kwako, ukishatoa sehemu kwa ajili ya Mungu kumkabidhi uchumi wako, lazima utenge matumizi yako na familia yako. Na kama pia, kwa sababu kuna watu ambao mnapata fedha na hamsaidii familia zenu, hamsaidii. Unapata fedha, unatumia unavyotaka, unapeleka unakotaka. Wengine ni walevi, na kama wewe ni mlevi, uokoke leo kwa jina la Yesu. Wale ambao mnatumia fedha sana kwenye pombe, wengine wanawake, vitu vya ajabu ajabu, na wengine mko kanisani, lakini fedha yako haisaidii familia yako, fedha yako haisaidii mke wako, fedha yako haisaidii mume wako, fedha yako haisaidii watoto. Hautengi fedha kwa ajili ya familia kufurahi. Huwa nawafundisha watu siku zote, kati ya vitu vya thamani Mungu ametupa maishani, namba 1 wokovu, namba 2 familia. Familia ni kitu ya thamani Mungu amekupa. Ndio maana hata wewe nakwambia leo, hakuna namna ambavyo utafanikiwa ikiwa watoto wako wanalia. Kama unatumia fedha watoto wanalia njaa, hauwezi fanikiwa. Na hii ni shida sana. Watu wengi waliokoka wanamwamini Mungu, angalia maisha yao. Anaweza akaenda huko kwa mantilia, kala chakula mpaka cha 5,000, akarudi nyumbani, familia yake kala ugali na matembele. Watoto wanasikia tu nyama, wanasikia kwa jirani. Lakini huyu mtu ameenda, ameshakula. Mwanaume huyu yuko na familia, ameokoka. Nisikilize kwa makini sana. Kashakula huko kwa mantili, kashakula hotelini huko, chakula cha 10,000, kapiga kuku, kapiga pilau, kapiga anakuja nyumbani, anawaletea dagaa. Hauwezi kufanikiwa. Hauwezi kufanikiwa. Biblia inasema kwenye waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 5 mstari wa 8, anasema mtu yoyote asiyewajali watu wa nyumbani mwake ni mbaya kuliko mtu hata asiyeamini. Namba 1, ameikana imani, kwa sababu mtu anayeamini, mtu anayemwamini Yesu, mtu mwenye imani na anaamini Mungu atamwinua, atajali familia yake, atatenga fedha kwa ajili ya watoto wake, chakula cha watoto, chakula cha mama mke wake, familia yake ikawe salama. Kama fedha yako hauwezi kufurahia familia yako, huwezi fanikiwa. Kama mapato yako hakuna sehemu unatenga kwa ajili ya matumizi ya familia yako, watoto wako wavae vizuri, watoto wako wale vizuri, mke wako wavae vizuri, hauwezi kwenda popote. Hakuna namna ambavyo mtu anaweza kufanikiwa mke wake akiwa analia ndani ya nyumba, hana chakula, hana mavazi, hana nini, analia, alafu mwingine analisha watu wengine huko. Huwezi fanikiwa kama hujajifunza kutenga matumizi. Naongelea kutenga matumizi. Ukishapata fedha ili Mungu akuamini, ukitenga sehemu yake, mwambie Mungu, hii laki ngapi ni matumizi ya watoto wangu na familia yangu. Wow. Ukianza kuishi hivyo, Mungu ataanza kuamini, kukuinua zaidi, mapato zaidi. Mmenipata vizuri? Mtu yoyote asiyewajali watu wa nyumbani mwake ni mbaya kuliko hata asiyeamini. Mmenisikia vizuri? Wakati fulani mtu mmoja alikuja kwangu. Ule ushuhuda wa kweli kabisa. Alikuja kwangu, azaka maombi kwa kufanikiwa kiuchumi, kwa sababu alitoka mkoani akamia Dar es Salaam, akawa anafanya biashara kubwa sana Kariakoo na maeneo mengine, biashara ya maduka, akawa anafanikiwa sana. Akaacha familia kijijini, akaacha mke kijijini, akaanza, alipopata fedha sana, akaanza kutembea na wanawake wengine. Sasa wakati anakuja kwangu kanisani na kwenye maombi, alikuwa tayari na mke mwingine, anamlisha, anamnywesha, na ule mke naye ana watoto na sio wa kwake. Sasa mambo yake baada ya muda akaanza kuparaganyika. Sasa akaja kwenye maombi, na kuna watu wengi na kwenye maombi na mmejaa laana. Laana ambayo hata maombi hizi suluhisha mpaka urekebisha mwenyewe. Huyu mtu bahati nzuri Roho Mungu akanifunulia.
Nikamwambia, wewe shida yako imeanzia, angalia mke wako analia kule mkoani ulipomwacha, watoto wanalia, hawana chakula, mke wako anahangaika kulisha watoto, wewe uko Dar es Salaam na mali zote unakula na wengine, hauwezi fanikiwa. Nikamwambia, hiyo laana unapitia sasa hivi ni kwa sababu ya watoto wako wanalia, kwa sababu ya mke wako yuko analia. Nikamwambia, kama unataka kuinuka, maombi yasikike, Mungu asikie maombi, nenda kakumbuke familia yako, peleka fedha, hudumia familia yako, achana na wanawake ambao umechukua mjini. Sijui kama alimesikia kwa sababu kurudi tena kanisani. Mnasikia vizuri? Hakuna namna ambavyo unaweza kufanikiwa kama utengi sehemu ya mapato yako kulisha familia yako, kuhudumia watoto. Watu wako wafurahie fedha unayopata. Hata kama ni 50,000, familia yako ifurahie fedha unayopata. Lisha familia yako vizuri. Lisha mke wako vizuri. Hudumia hata mume wako hata kama ni mke, kwani kuna dhambi? Hudumia watoto wako. Haleluya. Utaona Mungu anathamini watu wenye family mentality. Anawaheshimu sana. Lakini ukiwa ni mtu ambaye unakesha huko kwenye baa, unalala kwenye baa, ukipata natumia yote kwenye baa na wanawake wengine, hauwezi kuinuka. Utafika mahali utagonga mambo alafu utaanguka. Mmenisikia nachosema? Tenga fedha yako kuhudumia familia yako. Tenga fedha ya matumizi. Na usitumie tu fedha bila matumizi maalum. Ndio maana nakuja kwenye kujua mapato yako na matumizi yako unapokuwa na noti kwenye daftari lako kama ambavyo nilikufundisha wakati uliopita. Mmenisikia vizuri? Kwa hiyo jirekebishe. Kuna maombi mengi unakuja tuwaombee, hayajibiwi. Wengine ni laana tu, laana za mke, laana za watoto, laana za wazazi. Hauwezi kufanikiwa kama fedha yako haihudumii watu wako nyumbani. Hauwezi fanikiwa. Sahau hata kama unafunga na kuomba namna gani, hauwezi fanikiwa. Kama wewe unakula mgawani chakula cha 10,000, nyumbani unakula chakula cha 2,000. Kama wewe unakula kwa mantilie mboga 5,000, watoto wako unakula matembele ya 500, sahau habari ya Mungu kuamini. Family mentality. Mungu anathamini. Kama uwezi kuwatunza watu ulionao nyumbani kwako, Mungu hawezi kukutumia kuhudumia watu walio nje ya nyumba yako. Kwa Mungu hawezi kuamini kwa mapato. Kitu kimoja watu wajue ya kwamba Mungu huwa anatupima sisi kwa watu waliotuzunguka. Vile unawatendea wale watu, kabla hujamwambia Mungu nitakufanyia hivi, Mungu anaangalia unawafanyaje ulio nao. Amen. Mmenisikia vizuri? Kwa hiyo anga nikwambia kwamba Mungu anasema kama mtu hawezi kuwapenda watu walionao anaowaona, hawezi kumpenda Mungu asiyemwona. Changamka, hudumia nyumba yako, tenga matumizi. Hata kama hujaolewa hujaoa, tenga matumizi ya maisha yako na watu ulionao, na usitumie bure bila kutenga matumizi. Haleluya, amen. Nafikiri umenielewa vizuri sana. Lakini jambo la tatu, sehemu ya fedha yako, wekeza sehemu ya fedha yako. Ukishatoa sehemu ya fedha kwa ajili ya madhabahu, kuweka fedha yako kwenye mikono ya Mungu, tenga sehemu kwa ajili ya matumizi, tenga sehemu kuwekeza. Wekeza sehemu, hata kama ni 10,000. Hii ni mentality tu. Unasikia vizuri? Sio lazima una fedha nyingi sana ili uwekeze, ni mentality. Kama fedha unayopata haiendi kuongeza mtaji mahali, haiendi kuwekeza mahali, hauwezi kuongeza fedha kabisa. Hakuna muujiza mwingine. Kwa sababu Mungu mwenyewe amefundisha habari ya kuwekeza. Haleluya. Kitabu cha Luka sura 19 mstari wa 13, Yesu akasema fanyeni biashara mpaka nitakaporudi. Kitabu cha Luka 19 mstari wa 13, fanyeni biashara mpaka nitakaporudi. Amen. Kitabu cha Mhubiri sura 11 mstari wa 1 anasema tupa chakula chako juu ya maji, sambaza chakula chako, alafu utakipata baada ya siku nyingi. Haleluya. Uwekeza kitu ambacho unaweka mahali alafu unazidi kupata baada ya siku nyingi, hiyo ni uwekezaji. Haleluya. Fanya biashara, wekeza mahali, kwa sababu kama fedha yako usipojifunza kuwekeza kwa 10,000 ulionayo, Mungu hawezi kuamini kwa ajili ya milioni 10. Amen. Kwa sababu watu wanasema, mtu mmoja anasikia anasema, nakubaliana naye kabisa kwamba tofauti kati ya tajiri na maskini ni mentality. Kwa sababu utajiri unaanzia kwenye akili na maskini unaanzia kwenye ufahamu, kwenye akili. Tofauti kati ya tajiri na maskini, mtu anaweza kawa asiwe na fedha na kawa ni tajiri kwa sababu ya mentality yake imesha change. Anaishi kitajiri, anaendesha mambo yake kwa mentality ya utajiri. Na mtu anaweza kawa na fedha na kawa maskini, anaweza kawa na fedha nyingi na kawa na mentality ya kimaskini. Nisikize kwa makini sana. Tofauti ya maskini na tajiri ni mentality, ni mtazamo. Tajiri huwa anawaza kuwekeza fedha yake na maskini huwa anawaza kutumia fedha.
Umeelewa vizuri? Tajiri kila akipata fedha anawaza niweke sehemu gani, anawaza opportunity nyingine iko sehemu gani. Lakini maskini, ukitaka kujua kwamba una mentality ya utajiri au ya umaskini ili ubadilike leo, angalia ukipata fedha unawaza nini. So ukipata fedha mtu anawaza nikanunue nguo nzuri pale. Ukipata fedha nimekumbuka sianunua ile suti. Ukipata fedha unakumbuka. Lakini tajiri akipata fedha anawaza niongeze wapi biashara, niongeze biashara gani? Hata kama hana fedha nyingi sana, lakini akiwa na mentality ya utajiri, nisikilize, anawaza kuwekeza fedha, anawaza fedha yake izae nyingine, kwa sababu kama hujawa na mentality ya fedha ikazae nyingine, hata kama sio, unaweza kawekeza mali. Sababu kuwekeza maana yake unaweza kaweka mali fedha isizae leo, isizae kesho, ikazaa mwaka ujao, miezi kadhaa ijayo. Lakini ukiwa na mentality ya kuwekeza sehemu ya fedha yako, wewe hata biashara yako itakuwa sana. Kuna watu mnalalamika kuja kwenye maombi tuwaombee biashara ikue. Mimi wanaambia watu wazi, kuja kuomba biashara ikue na kuambia leta daftari lako. Daftari unapoandika mapato yako na matumizi iko wapi? Unapoandika unavyouza kila siku iko wapi? Unavyoandika hasara na faida kila siku hakuna. Wewe unataka nini? Unataka Mungu muujiza gani? Nataka hiyo biashara ulionayo, hata hujui unapata hasara kiasi gani, faida kiasi gani, hata hujui umepata faida, umepata hasara, hata hujui haujui unaongezaje mtaji, haujui unataka Mungu afanye muujiza gani? Watu tunakosea wana wa Mungu. Nisikilize, kuwa na imani ya kufanya kuwa mjinga. Kimsingi unapokuwa na imani na kumwamini Yesu, Biblia inasema tuna akili ya Kristo. Baraka kwanza Korintho sura ya 2 anasema we have the mind of Christ. Tumepewa akili ya Kristo. Unapookoka na kumwamini Yesu, akili yako inakuwa sharp kuliko mtu wa kawaida. Unaweza kuwaza mbali. Nisikilize. Wekeza sehemu ya fedha yako, hata kama ni shilingi 100, weka mahali kuwekeza, kwa sababu unaongezaje mtaji? Mtaji wako wa biashara unaongezekaje? Mungu amekuamini kwa biashara, amekupa biashara mahali fulani, amekupa kazi mahali fulani. Hata kama ni mfanya kazi, usiishie kufanya kazi, tarajia kuwekeza. Anza kuwekeza mahali, hata kidogo kidogo wekeza. Usitegemee tu mshahara. Ule mshahara sehemu yake madhabahu, sehemu yake matumizi, sehemu yake invest. Umenisikia vizuri? Utaona maisha yako yakiinuka, kwa sababu kama uwekezi sehemu ya faida unayopata, sehemu ya fedha, unategemeaje biashara itakuwa? Kama wewe una mtaji wa milioni 5 alafu haiongezekagi kwenye faida unayopata, hautengi sehemu ya uwekezaji, hautengi sehemu ya kuongeza kwenye mtaji. Kwa sababu kuwekeza na maana yake nini? Maana yake sehemu ya fedha yako na kuongezea kwenye mtaji, utakuwa na biashara yako inakuwa. Unataka muujiza wa aina gani? Huo ndo muujiza namba 1, na kuwa na ufahamu wa namna hiyo. Kwa wekeza sehemu ya fedha yako. Haleluya. Lakini sehemu ya fedha yako sawa, hakikisha unajiwekea akiba. Weka akiba. Kitabu cha Timotheo wa kwanza, haleluya, sura 6 mstari 19, Timotheo anasema jiwekea akiba kwa ajili ya baadaye. Jiwekea akiba kwa ajili ya baadaye. Haleluya. Hii ni Paulo anamwambia mwanae Timotheo, anamfundisha ya kwamba jifunze kuweka akiba. Lakini Biblia inasema kwenye Mithali 30 mstari 24 na 25, anaongelea habari ya wale wadudu chungu ambao wanajifunza kujiwekea akiba kwa ajili ya wakati ujao. Mtu asiyejiwekea akiba ni kama mtu anayetembea wakati amekufa. Hello, unanisikia? Mtu ambaye ajifunze kwenye kila fedha anayoipata kutenga sehemu kuweka akiba ni sana mtu anayetembea akiwa amejiua mwenyewe. Jifunze kujiwekea akiba. Kuweka akiba ni tabia ambayo mtu anaijenga. Weka hata 100, weka hata 500, weka hata 10,000. Ukitaka mambo yafanikiwe, nisikilize, nimesema hivi, kwenye kila fedha unayoipata itengee maeneo haya 4. Tenga maeneo haya 4, utaona mambo yako yakibadilika. Mungu ataanza kukuamini kwa sababu unaweza sasa kumiliki kitu na ukakizalisha. Mungu atakuamini kwa fedha zaidi, kwa biashara kubwa zaidi, kwa mapato zaidi. Jiwekea akiba. Jifunze, tengeneza mazingira kujiwekea akiba mwenyewe. Mtu asiyeweka akiba, ana akaunti mahali anaweka 500, anasema anaweka 1000. Kama unakauka kabisa, una akiba mahali, nisikilize, wewe ni kama mtu anayetembea kati amekufa. Saa yote kitakachokupata utaamini. Jifunze kuweka akiba. Na maneno ya Mungu. Ona, tunashauriwa hivyo, neno la Mungu. Jiwekea akiba mwenyewe. Jenga hiyo tabia. Na ukiweka akiba usiguse, akiba huwa haigusu. Amen. Itakusaidia wakati ujao. Tusasawa watu wa Mungu. Na ukijifunza kutenga matumizi na mapato yako, kuandika, unaelewa kwamba katikati ya mapato yako basi natenga sehemu ya akiba ya baadaye. Namaliza. Mtumishi wa Mungu anaitwa Kenneth Hagin, wengine wanamfahamu. Wakati fulani, miaka fulani ya nyuma, Mungu aliongea naye. Kata naomba kumwambia, Mungu akamwambia mwaka ujao
miaka takriban kadhaa kutakuwa na njaa kali sana. Kwa Mungu akamwambia, hakikisha kuanzia sasa punguza sana matumizi yako, bana matumizi yako, halafu sehemu yake weka akiba kwa ajili ya kipindi cha njaa. Kwa wakati watu wanalia njaa, mzee huyu mtumishi wa Mungu alikuwa ana akiba ya kutosha, kwa sababu Mungu amesema naye. Mungu anapenda watu waweke akiba. Nisikize kwa makini sana, anapenda watu wajiwekee akiba wenyewe. Kumbuka Yusufu alitawalaje nchi ya Misri na dunia nzima? Kwa sababu alijifunza kuweka akiba wakati wa utele. Watu wengi, namalizia, watu wengi wanakosea sana watu wa Mungu wakati fedha inapoingia sana, kwa sababu kuna kipindi cha kuvuna fedha na kuna kipindi fedha utaiona. Kuna kipindi fedha itaingia sana na kuna kipindi utaiona. Wakati fedha inaingia sana, jifunze kukata na kuweka akiba ya baadaye. Unapoona fedha inaingia kwenye maisha yako, ujue kuna kipindi haitakuja. Unapoona unaingiza milioni 10, 20, laki tano ngapi, kuna wakati hautaona fedha. Kuna wakati kabisa hautaona fedha. Unasikia vizuri? Kwa jifunze kuweka akiba. Yusufu alitawala dunia nzima kwa sababu miaka 7 ya shibe aliweka akiba ya kumsaidia miaka 7 ya njaa ambayo aliuza gari sana. Unasikia vizuri? Narudia tena. Wakati unapoona fedha inaingia, kuna wakati hiyo fedha itaonekana. Elisha alimwambia Gehazi, alipoenda kuchukua ile hela ya ukoma ya yule Naama, akamwambia, wewe Gehazi, nani amekuambia kwamba huu ni wakati wa kukusanya fedha? Je, huu ni wakati wa kukusanya fedha? Maanake kuna nyakati za kukusanya fedha na kuna nyakati fedha haitaonekana. Mungu akubariki sana. Wewe na wakati mwema. Shalom. Nenda kunifuatilia kwenye YouTube Apostle Nelson Nikalekezi, subscribe hapo upate mafundisho zaidi, na Facebook na Instagram na TikTok Apostle Nelson Nikalekezi, na utaona baraka za Mungu. Na karibu kwenye magrupu ya WhatsApp, utakupa link kwenye hapo YouTube, utaona link kwa ajili ya group la WhatsApp ambalo nakuwa nachema mafundisho mara kwa mara. Mungu akubariki sana. Uwe na wakati mwema. Shalom.